Wapendwa watazamaji wa Ingiza Channel, tunakutana tena kwa mara nyingine tena katika kipindi chetu hichi kinachoelezea makazi na mazingira. Na leo tutaangazia kipengele cha usafi wa mazingira. Kama tulivyoona maana ya mazingira na maana ya makazi, basi ni jambo muhimu tukazungumzia swala zima kuhusu dhana zima ya usafi wa mazingira. Naomba uwe nami mwanzo mwisho katika kipindi chetu hichi cha makazi na mazingira, tukizungumzia kipengele cha usafi wa mazingira. Twende kazi. Maana ya usafi wa mazingira. Usafi wa mazingira maana yake ni kitendo cha kusafisha mazingira na kuyafanya mazingira yawe katika hali ya usafi. Kuyafanya mazingira kuwa katika hali ya usafi, hali iliyokuwa nzuri, kuondosha aina ya uchafu wa aina yoyote uliopo katika mazingira na kufanya mazingira kuwa safi. Leo tutazungumzia kipengele cha usafi wa mazingira na makazi. Makazi na usafi wa mazingira, kama tulivyokwisha sema hapo awali ya kwamba mazingira hujumuisha kila kinachomzunguka binadamu na hata kiumbe hai mwingine. Ni sehemu ambayo binadamu huendesha maisha yake. Na makazi ni sehemu ambayo binadamu ameweka kwa ajili ya kufanya ukazi sehemu hiyo na kufanya shughuli mbalimbali. Usafi wa mazingira ni jambo muhimu. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, haya ni makazi ya watu. Haya ni makazi ya watu. Ukiangalia haraka utaona kwamba makazi haya yamezungukwa na majani. Miongoni mwa usafi wa mazingira ni kuhakikisha kwamba mazingira ambayo binadamu anaishi lazima yawe safi kutokana na uchafu wa aina yoyote. Kama unavyoona, hizi ni nyumba za watu ambako hapa watu wanaendesha makazi yao. Lakini hapa kuna majani. Hii hali kama hii, uwepo wa majani kama hivi, hii inaashiria kwamba mazingira haya si safi na ni hali ya hatari kwa makazi yaliyopo hapa kama inavyoonekana. Miongoni mwa athari zinaweza kujitokeza kwa wakazi wa mazingira haya ni kuweza kukutana na wadudu hatarishi kama vile manyoka, mange, sawa, na wadudu wengineo ambao ni hatari kwa binadamu wanaoishi katika makazi haya. Usafi wa mazingira, hili ni jambo muhimu katika makazi. Haya ni makazi kama unavyoona ndugu mtazamaji, makazi hayo ya watu ambako hapa watu wanaishi na kuendesha maisha yao. Kwa yote jumla ni sehemu ya mazingira. Kwa hiyo yapaswa na ni jambo muhimu kwa watu kuweza kusafisha makazi yao, kuhakikisha makazi haya yanakuwa safi, ili mazingira sehemu yawe katika hali nzuri, na kuepukana na hatari mbalimbali ambazo zinaweza zikajitokeza. Vile vile, kwa mfano, uwepo wa majani kama haya huweza kusababisha kuzaliana kwa mbu wengi, ambao mbu hao mwisho wa siku wanakwenda katika makazi ya watu na kuangata watu wanaoishi katika makazi hayo na kuumwa magonjwa mbalimbali, magonjwa kama vile na kuumwa mwisho wa siku kupata magonjwa mbalimbali kama vile malaria na magonjwa mengineyo. Kwa hiyo ni jambo la muhimu na la msingi kuhakikisha kwamba makazi tunayoishi yanakuwa katika hali safi. Haya ni mazingira. Kama nilivyosema kwamba mazingira kila kinachomzunguka binadamu. Kwa mazingira haya ni makazi ya watu. Hivi ndivyo namna ambavyo yamezunguka. Kwa hiyo yapaswa yawe katika hali ya usafi ili maisha ya watu wanaoishi katika makazi haya yawe katika hali iliyokuwa nzuri. Miongoni mwa kufanya usafi kama vile kulima majani yaliyokuwa maeneo haya, kutoa hata takataka. Kama nisema bado kuna utupaji wa taka hovyo, basi yapaswa watu wawe ni wenye kutupa taka hizo, kuondosha taka hizo, kutupa hovyo taka, kusafisha. Lengo ni kuhakikisha kwamba mazingira yawe katika hali ya usafi. Hiyo ndio dhana nzima ya usafi wa mazingira. Kitendo cha kuhakikisha kwamba mazingira tunayaweka katika hali iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, ninavyofanya kitendo cha usafi wa mazingira hupelekea mazingira kuwa safi. Kwa
hiyo kuna kitu tunachoitwa mazingira safi. Kwa naposema mazingira safi, kwamba haya ni mazingira ambayo yamesalimika, yako safi, yamesalimika dhidi ya aina yoyote ya uchafuzi, dhidi ya aina yoyote ya uchafu uliokuwepo maeneo hayo. Kwa hiyo ni muhimu kufanya usafi wa mazingira ili tupate mazingira yaliyokuwa safi. Mazingira yaliyokuwa safi katika makazi tunayoishi. Hata kama makazi hayo bado hayajakamilika. Labda kama wewe una nyumba yako ambayo ni gofu kama hivi ninavyoonekana, yapasa wewe mmiliki wa hayo makazi hakikisha makazi yao yanakuwa safi. Kwa nini ni hatari? Unaweza ukawatarisha hata wenzako ambao unapakana nao, jirani zako. Sawa. Naweza katarisha hivyo. Sawa, mazingira yanakuwa machafu kama hivi, unaweza wakaingilia na wadudu wakali katika makazi yao. Kwa hiyo ni jambo la muhimu na la msingi na kuzingatia katika mazingira tunayoishi, kuhakikisha mazingira hayo yanakuwa safi. Kwa hiyo usafi wa mazingira ni lazima ufanyike ili tuweze kupata mazingira yaliyokuwa safi. Kama unavyoona mtazamaji, haya yote ni majani haya, mapori. Sawa, haya yanapaswa pia yasafishwe. Yasafishwe kuwa safi ili makazi yaliyopo katika maeneo haya yawe katika hali ya usalama. Hii ni hatari. Unaweza kutana na wadudu wakali hapo. Sawa. Unaweza kutana na wadudu wakali. Kwa hiyo ni jambo la muhimu na la msingi ambalo lapaswa liwe ni lenye kuzingatiwa, tuweke mazingira yetu katika hali ya usafi. Ulikuwa nami msimulizi wako Mwalimu Zungiza katika kipengele hiki cha makazi na mazingira, usafi wa mazingira katika makazi tunayoishi, kwani ni vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine ni venye kuendana sana. Kwa hiyo ni jambo la muhimu na la msingi kuzingatia katika makazi tunayoishi, tuhakikishe kwamba nini, usafi wa maeneo yetu, kwa sababu mazingira ni maeneo. Usafi wa maeneo yetu ni muhimu uwe ni wenye kufanyika kwa wingi ili tupate mazingira safi ambayo itakuwa ni rafiki kwa maisha ya binadamu. Tukutane tena katika vipindi vinavyokuja. Ni mimi msimulizi wako Mwalimu Zungiza kwa mara nyingine tena.